iliteremshwa kutoka peponi. Yani baada ya Nabii Ibrahim na Ismaili kujenga Al-Kaaba, Mwenyezi Mungu akamkabidhi Jibril ili jiwe ampelekee Nabii Ibrahim, ikiwa nyeupe zaidi ya maziwa. Hii jiwe ilikuwa nyeupe kabisa zaidi ya maziwa. Nabii Ibrahim akaipokea, akaiweka sehemu ya kona ya Al-Kaaba. Lakini Mtume anasema fasawadatuhu khataya bani adam, madhambi ya binadamu ndio imeifanya ijiwe kuwa nyeusi kama makaa. Yani wewe ukipita pale ama ukiibusu ama ukiigusa, madhambi yako yanadondoshwa mdondoko mkubwa sana, wewe huna habari. Sasa swali ambayo inayokuja ni Muislamu, ikiwa madhambi ya binadamu imeweza kuifanya jiwe kuwa nyeusi, jiwe ilikuwa nyeupe zaidi ya maziwa, rangi yake ikabadilika ikawa nyeusi zaidi ya mawe ya subiri, zaidi ya makaa, hii madhambi leo mimi na wewe tutafanya Waislamu, italeta madhara gani katika mwili wetu wa Islamu? Ikiwa leo imeweza kufanya mawe kuwa rangi nyeusi ndani ya mwili wako, mimi na wewe tukiyafanya madhambi haya, italeta madhara kiasi gani? Ndio unaona madhambi ndio ambaye inamlemaza mtu. Usifikiri kwamba Mwenyezi Mungu alipokataza baadhi ya madhambi kwamba Mwenyezi Mungu anafaidika, la, hasara ni yako wewe lao utayafanya. Ndio madhambi ndio ambaye inamzeesha mtu kabla wakati wake. Madhambi ndio ambaye inamtia mtu hofu. Madhambi ndio ambaye inaondoa baraka katika maisha ya mtu. Madhambi ndio inamfungia mtu riziki yake, yeye mwenyewe hana habari. Kwa hivyo usije ukaghurika. Yeyote ambaye anayefanya madhambi apate kujua ya kwamba anadhuru nafsi yake yeye mwenyewe, anajidhuru. Lakini ndugu Muislamu, hii jiwe jeusi ni sunna. Kama unaweza kwenda kuibusu, kaibusu kwa mdomo wako, ibusu kama Mtume alivyofanya. Na lao hutoweza kuibusu, basi angalau ishike na vidole vyako vya mkono wa kulia na uibusu kwa mkono wako wa kulia. Na hauwezi labda kwa sababu ya msongamano ya watu, una bakora ama una fimbo, iguse kwa fimbo yako bakora yako, ibusu ile bakora. Ndio Mtume alivyofanya. Si kwamba ina madhara au inanufaisha, hainufaishi wala haidhuru. Ndio Saidina Umar anaiambia, inni a'lamu annaka hajarun la tadhuru wala tanfa, mimi najua wewe ni jiwe kama mawe mengine, haudhuru wala unufaishi. Na lao mimi nisingemuona Mtume anakubusu, mimi pia nisingekubusu. Mimi nakubusu kwa sababu Mtume alikubusu, lakini wewe huwezi kunidhuru wala huwezi kuninufaisha. Ndio unaona kuna baadhi ya watu wanatoka hapa wanakwenda Makka, wanamwambia Mwenyezi Mungu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak. Nimekuitika Mwenyezi Mungu, umeniita, nimekuja, na wewe huna mshirika. Alafu akifika kule wanafanya kila aina ya ushirikina. Wallahi mimi nilipokwenda haji, nimewahi kumuona mzee mmoja, sio ametoka nchi gani, amemshika mtoto wake ambaye bado anatambaa, anampangusa kwenye Al-Kaaba, akiamini ya kwamba hii Al-Kaaba ni mawe ambayo itambariki huyu mtoto, na hii ni jiwe tu, hainufaishi wala idhuru. Lakini wallahi Waislamu, nawaambieni, lau utapata nafasi ya kuibusu ili jiwe Hajar al-Aswad, moyo wako utafurahika furaha ambayo hujawahi kufurahika duniani. Unajua kwa nini? Kwa sababu umepata nafasi ya kubusu jiwe kutoka peponi. Hii si mawe ya duniani. Utafurahika, utaanza kulia ovyo, Mungu amenipa nafasi kama hii. Na ukitoka pale kuna kitu nakwambia rudi, lakini ukiona ile msongamano ya watu na unaona siwezi tena kurudi katika sehemu kama hiyo. Hii ni sehemu ya peponi katika ardhi, na leo Mwenyezi Mungu angetupa nafasi tungeelezea mengine katika ibada ya haji. Kuna sehemu za peponi katika ardhi, miongoni mwao ni hii jiwe. Na ya pili, kama Mtume alivyoelezea katika Sahih Muslim, hadithi iliyopokelewa na Abdullah bin Amr, Mtume anasema kwamba inna ar-rukn wal maqam yaqutani min yaqutil janna tamasa Allahu azza wa jalla nurahuma walaula anna Allah tamasa nurahuma la adaata ma baina al-mashriq wal maghrib. الركن اليماني والمقام إبراهيم, hizi ni sehemu, ni madini aina ya dhahabu katika madini ya peponi, si mambo ya duniani hapa.
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezifunika nuru zao. Lao Mwenyezi Mungu asingefunika, basi tungeona mwangaza wake mashariki al-ardh magharibiha. Hata hapa Kenya tungeona mwangaza wa Rukunul Yaman na makamu Ibrahim, na nyingine ni katika mji wa Madina. Lakini ndugu Waislamu, katika ibada ya haji tumeeleza hapa mwanzo katika khutba yetu kwamba nafasi ya Muislamu kuingia peponi katika ibada ya hija, kwa mtu mwenye kufahamu na akaifanya hija inavyotakana kufanywa na akatekeleza masharti yake, nafasi yake kuingia peponi ni kubwa sana kuliko sehemu nyingine yote. Wewe leo unaposali swala moja tu kwenye msikiti wa Kaaba katika haram Makki, haram ya Makka, ukisali swala moja, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema utaandikiwa kwamba umeswali swala 100,000. Unaswali alfajiri moja, unaandikiwa umeswali mara swala 100,000, 100,000. Kwa hivyo ukiswali swala 5 kwa siku, unaandikiwa mbele ya Mungu ya kwamba umeswali swala 500,000 kwa siku. Siku mbili swala za faradhi tu 500,000, unaandikiwa umeswali swala 1,000,000. Sifikiri katika umri wetu ambaye tuko naye hapa duniani Waislamu, hizi swala zote ambazo tunaziswali sisi za faradhi na za sunna katika umri wa miaka 60, 70, 80, hatuwezi kufikisha swala 1,000,000. Hatuwezi. Fanya hesabu mwenyewe. Kwa siku swala 5 ukiongeza na za sunna labda swala 10. Kwa mwezi ni ngapi? Kwa mwaka ni ngapi? Kisha